wako Eliuta Richard Chunga kutokea wilaya ya Ukerewe. Niko katika mmoja mradi wa Kasegenya Fisheries, na hapa mbele yenu mnachokiona ni zoezi ambalo linaendelea kufanyika hapa, na mimi mwenyewe nimetembelea tu. Nataka na wewe mtazamaji wangu upate kujua ni nini kinachokwenda kutokea hapa mahali ama zoezi zima linaloenda kufanyika. Karibu sana ujionee. Wataalamu wa baharini za asubuhi. Salama. Ndio. Mtazamaji wetu anatazama kupitia TV hii ya Kasegenya Fisheries, anapenda kujifunza pamoja na nini labda mmekusudia na vipi zinaenda kufanyika siku hii ya leo. Salamu, karibu. Asante. Kwa majina naitwa Emmanuel Matokeo, mfanyakazi wa Kasegenya Fisheries. Zoezi linaloenda kufanyika hapa ni utoaji wa mayai kwa samaki. Yes, utoaji wa mayai kwa samaki. Labda kabla ya mayai, unaweza ukatuelezea zoezi zima mpaka linafikia kwa samaki kupata mayai? Asante kwa swali zuri. Samaki ukuaji wake unaanzia pale anapokuwa na kifaranga. Kwa anakuwa na hatua mbalimbali kufikia kuwa mzazi. Na samaki kufikia kuwa mzazi ni samaki yule ambaye anakuwa mixed, mchanganyiko, yanamaanisha ndio anakuwa na jinsia madume na majike. Ndio. Kwa hapo ndipo tunapoanza kuwapata wale wazazi. Na samaki mzazi halishiwi chakula cha homoni, kwa sababu utakavyomlishia chakula cha homoni utamfanya awe monosex na hawezi kutoa mayai wala dume kufanya kazi ya kutoa mbegu za kiume. Hivyo basi, ndugu mtazamaji, tunavyoanza kupea samaki wetu wazazi, inabidi uwe na mchanganyiko wa majike na madume, then utawakuza ndani ya miezi 8 mpaka mwaka mmoja upate size ambayo inastahili, ukiwa unawalishia vizuri chakula na ukiwa katika mazingira ambayo watakuwa adaptive kwa uzalishaji. Asante. Labda unaweza ukawa unafahamu grams za samaki mzazi ili aanze kufanya ile system nzima ya uzalishaji vifaranga, labda anakuwa na gramu kiasi gani? Asante sana. Gramu ambazo inabidi awe nazo kwa jike anabidi awe na gramu 250 hadi 300, ndipo anaweza kuanza kutoa mayai. Na dume kama dume inabidi awe na gramu kuanzia 350 hadi 500, anakuwa na uwezo wa kuanza kutoa au kuzalisha kwa jike. Labda kwa hawa samaki ambao unawaona hapa mbele yangu, mnaweka kwenye pea ya aina gani? Maybe wengine wangeweka labda pea, yani kwamba madume anakuwa mangapi na majike anakuwa mangapi kwa in terms of ratio. Asante sana. Hapo system yetu tunavyofanya katika pairing ya brooders. Na pair brooders kulingana na ratio tulionayo. Ratio tunayotumia hapa sisi ni 3:1, inamaanisha majike 3 na madume 1. Hivyo basi tunavyopima hii apaneti yetu au bwawa letu, lazima tunaangalia vipimo na tunafahamu kabisa. Tunavyofanya vipimo tunaangalia ratio ya maji, yani wingi wa maji. Hivyo ndio inakuwa target. Tunaweka samaki kadhaa ndani ya apaneti yetu, na kama ni bwawa tunaweka samaki kadhaa. Kulingana na hii apaneti kama mnavyoiona, hii ni apaneti ambayo ina urefu wa 15 na upana wa 7. Hivyo tunaweka 3:1. Hivyo basi tutapiga mahesabu, then unaweza kufahamu kabisa tunaweka samaki wangapi, majike na madume kadhaa. Asante. Labda zoezi zima linalokwenda kufanyika sasa, ni mtazamaji wangu, ni utoaji wa mayai kwa samaki. Manake baada ya haya mayai kuyatoa hapa, labda yanaenda wapi? Na mtazamaji wetu jamwambia mayai baada ya kuyatoa yatakuwa yanakwenda wapi, ama umfahamishe vizuri juu ya haya mayai baada ya kuyatoa. Asante sana.
hapa sisi haya tukaenda kuyatoa hapa, tutayapeleka hatchery, na maanisha maabara ya utotoleshaji wa vifaranga, ndipo zoezi zima litakapoenda kufanyika la kupata wale vifaranga. Na dhumuni la kupeleka mayai maabara, na kwa nini usingewaachia tu samaki hawa wazazi waweze kuinkubeti, waweze kuyatamia mayai wenyewe? Labda unalenga nini? Dhumuni la kupeleka samaki maabara au mayai maabara, dhumuni lake ni moja, tuweze kupata uniform size, na maanisha size moja ya vifaranga, na pia tunavyo waachia humu au wafanye incubation wenyewe, pale tayari wanakuwa na tabia ya kufanya kanibalism. Kanibalism inamaanisha wanakulana wenyewe kwa sababu size zinakuwa tofauti tofauti. Hivyo basi na kupelekea wewe au mfugaji kupata size ndogo ya vifaranga. Sasa unapopeleka kule, lazima vifaranga utavuna vingi na watakuwa ni size moja, kwa ile kanibalism haitakuwepo. Kanibalism, watazamaji wetu, kanibalism wanasemaga ama inafahamika kwamba the fittest atasurvive na wiki 1 atakuwa ni chakula. Kwa hiyo ili kuepusha kanibalism, mtaalamu anasema wanapelekwa maabara, wote wanatengwa kwa size moja moja, kwamba wenye gramu hizi ama uzito huu wanawekwa upande wao na gramu hii wanawekwa upande wao. Na zoezi linalofanyika hapa sasa ni utoaji wa mayai. Wataalamu ndio wako wanaanza kuwashika samaki ili waweze kuwatoa mayai. Kameraman, ungesogeza kamera ili unaona, ungesogeza mabodo, ungeweka huku kwenye kamera ili mtazamaji wetu aweze kuona. Mwekee hapa hivi. Pia ndugu mtazamaji, hii ni zoezi ambalo linafanyika la kutoa samaki au kutoa mayai kwa samaki, na hili zoezi kulingana na breed zetu tulizonazo, samaki zetu zina uwezo wa kutoa mayai kuanzia 1200 hadi 1800 kwa kila samaki. Na hii ni research iliyofanyika ndani ya Kasegenya kulingana na wataalamu wenyewe na ushirikiano wao. Na hapa ni Kasegenya Fisheries, inapatikana wilaya ya Ukerewe, kata ya Ngoma, kijiji Muruseni, karibuni.